Najua Nyamakemba kumekuwa na matatizo hapo awali na mambo ya mzigo kutoka nje na malipo ya kodi, lakini namshukuru naibu wa rais, wakati shinda kama hizo zikifika, amechukua hatua na kukawa na kuweka kikao na kujadiliana na kusuluhisha mambo hiyo ya shida ya wafanyikazi. Yangu ni kusema our platform, wakati tulikuwa naomba kura, tulisema kitu ya kwanza ni kuchunga haki za wanabiashara, ni kuchunga haki za mama mboga, ni kuchunga haki ya wanabodaboda, ni kuchunga haki ya yule mtu wa kupiga viatu rangi na ule jamaa wa kuchoma mahindi. Hao ndio wanaitwa hasara. Lakini leo hii serikali inakaa ni amba mwenyenye, inakaa ni kama tulisahau tulikuwa tukiomba kura tusaidie nani. Unakuta tu hii siku ya leo ni kwamba tunasikia mambo makuu yakitendeka, lakini yule mtu wako Mathare, yule mtu wako Dandora hana mtetesi. Tunaamuka hata hatuwezi kumpatia notice, tunaanza kumbomolea manyumba. Tunakuta nyumba za ghorofa kama hizi, tunaweka matinga, tunapomoa. Wakati tukiomba kura tulisema hakuna kamwe mtu atapomolea watu manyumba, na hakuna mtu atatoka kwake akirudi jioni akute vitu zake ziko nje ya boma zake. Hiyo ndio tabia tunaona leo. Kwa hivyo nauliza, tofauti ya serikali ya Uhuru, ile ilifurusha watu kutoka Kariobangi, wakafurushwa kukiwa na corona na mvua, na wale wanabomolea wana Nairobi mchana bila kujali maisha ya watoto, maisha ya wale watu walijenga hizo nyumba. Unafanya watu maskini warudi kuomba. Watu walikuwa wametenga manyumba wakitumia kodi ya kukopa kwa mabanki. Wewe una haki, una haja na hiyo mwananchi tena, ama haja hiyo mwananchi ni wakati unahitaji kura yake. Mimi nakuomba naibu wa rais, kwa sababu tulikuwa na yeye msururu wa Nairobi tuna kilio kubwa, kwa sababu bona tunapomolewa manyumba. Hata kama tunataka kuokoa shamba ya mto ile iko kwa mto, bona hatuna heshima tumpatie watu wetu notice ili tuambie toeni mali yenu polepole, ama tukubaliane yule mtu ako na manyumba yake kubwa kama hii, huyo mtu kuliko kumfanya maskini alipwe haki yake, umulipe value ya nyumba aondoke. Wewe unataka kufanya Wakenya wa Nairobi wawe maskini ya mwisho. Kweli hii serikali unataka kutuambia hii ndio serikali tuliletea? Hii ni serikali ya mama boga? Hii ni serikali ya bodaboda? Hii ni serikali tunasema siku ya leo, tunasema wembe ni ule. Kama serikali hii ni ya kumeza wananchi, siku ya kiama itafika. Tumefika mahali tukaona kweli asanti ya punda ni mateke. Kama Rigiji siku ya leo anapangiwa jama ya kumtukana kila siku, ni kama Kimani wa Ichung'wah ako level moja na Rigiji. Mbona kubali hata vijana wa marika ya Kimani Ichung'wah wakosea mzee kama huyu heshima namna hiyo? Na Kimani wa Ichung'wah anatukana naibu wa rais akisimama na rais mwenyewe, na rais mwenyewe hawezi kumwambia hiyo tabia ni mbaya. Kwa hivyo unaangalia, unajua Kimani wa Ichung'wah ni project ya nani? Ni project ya nani? Lakini tunawaambia leo mchana, project yako haina mahali inaenda, itazama mchana asubuhi. Au namna gani? Unaona mtu hana asanti, amefika mahali ameona dalili ya mlima, anaona dawa ni kuipasua mara mbili, atakuwa na west na east. Mtakubali tuende hiyo barabara? Mtakubali tuende hiyo barabara? Ambaye anatuletea mgawanyiko ni adui ya mlima. Tunakubaliana namna hiyo? Tunakubaliana namna hiyo? Mtakubali tuende hiyo barabara? Mimi nataka kumuuliza ndugu yangu Kindiki. Wewe Kindiki ni waziri wa interior. Wewe saa hizi uko busy kununua ma MCA chungu mzima Kenya na mlima mzima.
lakini nakuambia sunguka, mwaga pesa. Hiyo pesa ni ile mmepora kwa serikali. Mmeshindwa kupeana development kwa wananchi, muna pesa ya kununua wanasiasa. Hiyo ni kumaanisha mmetoa rangi yenu na tumewajua, na tumejua nyinyi ni kina nani. Tusimame kidete na tuweze kusikilia mkubwa wetu wa Mlima akipigwa left right, tunamwambia kanyanga hapo hapo na ukanyange kitete na ukalie kiti. Na kama William Ruto hakuwa ametosheka na Legathi wakati alimpatia nafasi ya running mate, saa hii ndio amefikiria kutubadilishia katikati ya barabara, asahau hiyo barabara. Na tunamwambia mchana, kama umechoka na kura ya Mlima kwa sababu umeoa bibi mpya, bijipange na bibi mpya, wachana na sisi. Na kura tunaenda, tunajua kura tunaenda. Wewe unatuambia tuachane na siasa ya 2027, tutawachaje? Wewe kama kwanza na siasa ya 2027, tutakuwa na sisi. Lakini huwezi kuturusisha, na wewe bado uko kwa siasa ya 2027 na unatuambia tuachane nayo. Kwa hivyo tunataka kumwambia Mdosi ambaye ni rais wa jamhuri, wewe umetukera sana na tumekuona mahali unatuelekeza na unatupeleka kwa simu kama jamii ya Mlima, na tutakataa, hatutakubali kwa hiyo barabara. Wewe unataka kuwaanda Mlima, umebeba grupu ya wabunge, umewajaza kwako State House kila siku na kuwapatia mandora, lakini ukumbuke kura siko ground, kura hasiko na hao. Sasa wapezangu, watu wetu, hii soko ya wakulima, mimi nimekuwa hapa nikiwa diwani, sivyo? Hii soko nilifanya kazi hapa nikiwa kijana. Sawa, miaka hiyo Sakaja hakuwa amezaliwa duniani. Hii soko kumekuwa na gavana anaitwa Kidero, akaiwacha. Kumekuwa na gavana anaitwa Sonko, akaiwacha. Kumekuwa na mtu alikuwa anaitwa Badi, akaiwacha. Wewe Sakaja, wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe nani? Nawaambia watu wetu, tusikubalie mikora kuja kupora mali yetu. Na Sakaja tunakuambia Marikiti itakaa hapa, upande juu, usuke, utaiwacha hapa. Naibu wa Rais, mimi nakumbuka tukitembea Nairobi hii, wewe na ndugu yako Rais wa Jamhuri, mulituambia mambo ya political deceit na political conmanship, na mtatuambia Uhuru amekiuka mkataba na ameweza kutegwa na political deceit na political conmanship. Afadhali Uhuru alimpatia William miaka 5 akafanya kazi. Wewe hata hujamaliza miaka 2, watu wamekurushia mawe north, left, behind, front. Mimi nauliza Rais wa Jamhuri, wewe, your good friend ambaye alikufa na wewe akanyang'anywa mali yake ikawa mali ya serikali, akakamatwa akawekwa korokoroni, wewe umemrusha chini ya basi. Kweli hiyo ndio kulipa uzuri kwa uzuri? Tunamuuliza Rais wa Jamhuri, ukuja kwa wananchi mchana, ambia Wakenya makosa ya Gachagua ni gani? Kwa sababu sisi tumeshangaa, wewe unaruhusu Gachagua, unampatia vijana wako akina Kimani Ichung'wah wamutapikie ukiwako mwenyewe na huwezi kuwakanya. Wewe umefika mahali hata ile ajenda yako kubwa leo ni kuita na kukusanya wabunge wa Mlima wote katika Ikulu, wapatie mandora waende wakapangia Gachagua. Tumefika hapo baada ya miaka 2 peke yake. Ni nini hii tumekufanyia? Hii tumekukosea ni nini? Utuambie mchana. Juzi wewe umekuwa na shida na vijana wala wanaitwa Gen Z. Wewe watu wako wa Gachagua,
wale wanaitwa national intelligence, wakaenda kukuambia wewe ate mwenye hiyo gang ate ni mdogo wako wa rais, wakiwa na rais mstaafu. Wewe ukatushurutisha tukiwa na Meja Dong, sisi ukatuangaisha kwa DCI, ukatutumia jeshi ya kutunyang'anya masimu mchana kwa barabara kama sisi ni Mandaras ama ni Kora. Tumefika hapo, rais wa jamhuri, ni nini tulikukosea wapi? Na tunataka kukuambia we are in peace. Hata wakati umetuletea bibi mwingine kwa nyumba, na sisi hatuna shida na bibi wa pili anaitwa Raila Odinga, lakini usije kusema hata umetuletea bibi wa pili hata kwa sababu bibi ya kwanza ameshindwa na kazi. Wewe hiyo ni ajenda yako ya siasa yako ya 2027 unapanga, lakini tunakuambia mchana, sisi tunakuonea mbali. Yes, na tunakuambia ukitaka kulipa uzuri kwa uzuri sawa, ukitaka kulipa uzuri kwa ubaya sawa, lakini hukumu ni hapa duniani, sio mbinguni. Hukumu ni hapa duniani, na kama kuna malipo italipwa hapa duniani. Yes. Our county commissioner Bwana Ololtua and the whole team from our multi-agency team, both from education, from the Ministry of Interior, our colleagues from Teacher Service Commission, our teachers around here, our contractors who are assisting us in doing our classrooms. Today we've been on a tour of Nyandarua County, trying to do an assessment of the level of preparedness for our children to transit to grade 9. As we are all aware, in another 4 months, our children will be transiting from grade 8 to grade 9, so that now we shall have had a full cycle of primary school, starting with PP1, PP2, primary school, and now the junior school. We shall have fully now implemented CPC on those 3 levels of learning as we prepare ourselves for transition to senior school in January of 2026. I would want to give assurance that so far so good in the junior school and in our primary schools. More so in our primary schools, we did train our teachers. We have supplied all the instructional materials required in terms of books, and therefore we have fully implemented the competence-based education curriculum in our primary schools. Now we are going to fully implement the junior school in January as we prepare for senior school in January of 2026. I would want to assure all of us that as government, we are already constructing 11,000 classrooms, which are at various levels of completion. You can see this one, which we are visiting here in this primary school, that this is already ready. We have done 3 classrooms for this school because there are 120 pupils in grade 8, and therefore they will require 3 classrooms in grade 9. And this is, I can say, is ready for opening. Why we have not opened it today is that we must make sure that painting is done. So the only thing we are now waiting for is for the walls to dry up, so that our contractor, who has done very good work, can be able to paint the classrooms ready for January. We have also agreed with our head teachers and the heads of institutions that out of the capitation that we give them, we have 3,000 shillings that goes towards maintenance and improvement. Using that particular part of resource, they will be able to furnish the classrooms to make sure that we have desks in those classrooms ready for our children in January. So that was the most critical thing that we want to say, that yes, we know the anxiety that is there with the transition from grade 8 to grade 9, and that is why, together with my cabinet secretary and our senior officials, we are already out there, and the multi-agency team were out
last week and this week, doing inspections to make sure that we are ready for our children in January. I would also want to assure all of us that in July, between 15th and 19th of July, we did an initial pilot on the assessment that will be done by our grade 9 children next year. We are doing that so that we can prepare our teachers to know the type of assessment that our children will go through. We are doing a second pilot on assessment when we are going to run the grade 6 assessment. And the type of pilot that we are going to do then is a real replica of the assessment that our kids will be doing in November next year, so that our teachers will be able to appreciate the type of assessment that our children will be running through in November next year. These are part of our preparation to ensure that we roll out our competence-based education in a way that meets the expectation of our children, one, and meets the expectations of our parents, and also meets the expectations of our country. What we shall do is that upon completing the second pilot, we shall use that, the results that we get from this second pilot, to do an extrapolation on how we shall do placement of our children in grade 10 in January of 2026. As we are all aware, placement in grade 10 will be based on pathways. We are all aware we are going to have 3 pathways: a pathway in STEM,